Asante sana. Maridadi pozi tena pozi kibisha. Iza Yoran Grobasan Christopher Pesa presentation. Design ni moja tena hapa basi taratibu zaidi. Riza Canon Pictures production bado. Ala. It's a David Wather film. Riza David Wather film. Michael Dudikoff akakwenda picha kama vile executive commander, akakwenda picha kama vile American Ninja 1, akakwenda hapa basi bila shaka pale American Ninja 4. This time round ni kwenye chain of commander. Maridadi. Ana hii picha is a special request by watu wa Mutua the Maua. Is a special request by watu wa Mutua the Maua. Maridadi. Karen Tishman utampata hapa basi bila shaka pale kwenye horror cinema. Rona kufahamisha hapa basi is a special request, special selection by watu wa Mutua the Maua. Asante sana. Gregory King utampata kwenye horror cinema. David Travis utampata hapa basi bila shaka pale pia kwenye horror cinema. Utapata pia Aren Jakorowiza, alikuwa editor wa horror cinema. Urutikando pia utaweza kupata Kulisadra, alikutoa madisaini za kuproduce horror cinema huyu. Maridadi. Asante sana. Huku naye Avi Koleni, huyu na yeye pia alikuwa director kivyake kwenye horror cinema, yote ikiwa ni kwenye ruti za mwanzo. Hapa basi na Yoran Grubas na Crystal Proza wakuwa ma executive producers wa horror cinema. Maridadi. Bila kusahau hapa basi yote ni kwenye ruti za mwanzo. Christopher Aprageti na Benny Johnson Hodi karibu alikuwa hapa basi pia walihusika. Aaron Gregory Brady na Asha Gati ya huyu arahusika pia kukuandaria kwenye horror cinema. Disini moja tena maridadi zaidi. Tunakuingilia moja kwa moja hadi Republic of Comil. Hapa ni Republic of Comil. Comil ni inchi kama vile hapa basi bila shaka para Kenya, Tanzania, Uganda, Kabuli, Rwanda, hadi sehemu zinginezo kama Golika. Yani hii hapa basi ni inchi inajulikana kama vile Comil. David Wather ni director wa horror cinema kutoka mwanzo kamili wa maneno na mwisho wa introduction ya cinema. Maridadi. Na hapa nchini Comil, hili naro ni kampani la Western Oil. This is a Western Oil. Yani hiyo ni kumaanisha ni kampani la United States of America ambalo liko hapa nchini Comil. Sikiza, nchini Comil kuna kampani la Western Oil. Yani ni kampani la kutengeneza vitu kama vile hapa basi bila shaka pale petroli, mafuta taa, kerosene yenyewe, diesel, oil, gridi, vitu kama hizo. Hili kampani ni la United States of America, lakini liko nchini Comil. Comil nimeshakufahamisha basi ni nchi kama vile Rwanda, Burundi, South Sudan na kadhalika. Comil ni nchi. Na hapa nchini Comil, hapa basi kuna kampani la United States of America. Basi kwa hili kampani la kwa hili kampani la United States of America, hapa ndipo wanafanya kazi hapa basi jamaa restaurant kwenye horror cinema ukipenda basi jitu kwa jina la Michael Dudikoff, former US Special Forces, amefanya hapa basi na Green Beret, lakini siku hizi anafanya kazi hapa basi kwa hili kampani. Check maneno. How about that ring? Get the fuck out of here. I've told you, it's a family heirloom. Get the fuck. Sasa akona besti yake kwa jina la Mustafa. Anafunza Mustafa kucheza hapa basi bila shaka pale ukipenda kadi. Unaona? Anawekelea dora. Na hawa watu ni mabesti. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, kama kuna watu ambao wanakuwa mabesti hapa basi ni Mustafa na Michael Dudikoff. Yani na maana ni marafiki sana. Ni kiasi kwamba wakati wanacheza kadi, hata Mustafa akimkura jamaa wetu na jamaa wetu anajiachilia anakuliwa. Unaona? Yani akishindwa anajiachilia anashinda kwa sababu ya venye wako mabesti. Waga wanakaa pamoja hapa basi bila shaka pale mabesti. Kama ni sigara wananunua wanavuta pamoja. Kama ni kamnyweso wananunua wanakunywa pamoja. Kama ni mkate wananunuaga mkate mzima. Wanagawanya na katikati. Unaona?
Kama ni sausage wananunua moja, wanagawana na katikati. Kama ni ugali wanapika wote wawili na miko hapa basi na mwiko wote wawili wanakula pamoja. Kila kitu wanakula pamoja. Hata wakipata dem wanakula pamoja. Juu ya ubeshti, yani ni marafiki wenye ambavyo hujawahi ona mtazamaji. Mabeshti sana 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 tena zaidi. Mpaka wakiomba wanaomba pamoja. Mabeshti sana. Kwa lile kampani hapa basi kule kuingilia kikosi cha wazee fulani. Huku mziki kwa juu. What? We, punguza mziki bwana, sisikii chenye ambacho unasema. Yeah, sorry. Okay, pole. Hello, rock music going there. Yeah, ni music ambayo inaendelea ara zenye wezi. What do you want? Huyu jamaa akadai hapa basi anataka mafuta. Anataka kuweka lile gari lake hapa basi bila shaka pale mafuta. Jina lake ni Lawrence. Sasa akaona haeleweki, akaita mtu ambaye hapa basi anajua kuongea Kiarabu. Mfuju. Abaya, kama yeye winya mafuta. Ni hata romani gumuko. Yes. Sasa akaongea Kiarabu, kuongea Kiarabu wakasikizana. Oi, kama ni mafuta basi wacha waingie wakunywe mafuta. Ile wache ambacho wamesema wao wanataka kukunywa mafuta. Yaani wanahitaji hapa basi kutia mafuta kwa lile lori lao mwanzo limeisha mafuta. Na juu hili ni kampani la mafuta. Na wanadai hapa basi kuna pale wameenda lori lao limeisha mafuta. Ikabidi basi wakaribisha kuingia kuropa na nane na kisha tume hapa basi kuweza kuritia mafuta ya petroli hapa basi lile lori lao. Haya, nai Michael Dudikoff bado wako waraza nyewezi na ule beshti yake Mustafa. Yani hawa watu basi jamaa wetu ni Muamerika na Mustafa hapa basi ni Mukamil, lakini walikuja hapa wakawa marafiki, wanafanya kila kitu pamoja, wanatembeleana. Kumbe hawa watu sio mafuta wanataka, ni majangili. Makusha. Majangili wengi zaidi basi bila shaka para kuingilia sasa kwa lile kampani. Aliyejuge dugu urepuliwa makusha. Kai Mikurudi kuchungulia akaona hapana, this is too much. Hapa sio hapa basi, hii ni paro nasikiaga don't fight a losing battle. Hawa sio watu wa kukutwa, ni watu hapa basi wa kujificha, waone venye ambavyo hawa watu wanataka. Faster Mustafa, unajua wewe ni wetu best yangu sitai kuacha we live together or die together, we eat together and drink together. Bash watu wakaanza kukamata stara kama hiyo. G2 Lawrence mwenyewe basi bila shaka para ndio huyu terrorist. Cheko maneno zinga mkononi. Watu wengine wanamalizwa, huku wengine wanakamatwa. Ukisarenda unakamatwa, ukileta kinyogonyongo hapa basi bila shaka paro unatambarizwa. Watu ni hawa. Na juu hili kampani ni la Kiamerika, it's a Western Oil Company. Mbali na kuandikwa watu wa Kumil, kuna ma-Americans wengi zaidi wanafanya kazi kwa hili kampani, ikiwemo Michael Dudikoff. Kubunduki. Wewe kuja tuende. Haya fana. Wacha ujenga Mustafa. Mustafa akamwambia kulingana na familia yetu hakuna mtu amewahi toroka. Ati hakuna mtu wahi ametoroka. Hii ni kifo. Mwambia hapana, nataka niko na pesa. Hawa watu nitawahonga. Wewe kuja tuende bwana, usiwe. Wewe ongea tu lakini najua sio mimi unaambia. Kuja tuende bwana. Wewe ongea tu lakini najua sio mimi unaambia. Tena ujue hawa watu wako karibu kufika na sio wajinga. Kwa hili ofisi lazima wapate mtu. Akamfunikia. Rektotamu wakafika. Mustafa kakamatwa. Beshte wa kiti cha kwanza kabisa wake hapa basi Michael Dudikoff kakamatwa stara kama hiyo. Wakati wao. Cheki maneno. Michael Dudikoff kwa upande wa juu. Akaona hawa magaidi wameua watu kadha wa kadha, kisha wameweza kuwateka watu nyara ara zenye wizi. Wameteka watu nyara ara zenye wizi. Nini? Mimi ni Muamerika. Huyo kama huyo ni Muamerika basi anajijaza stara kama hiyo. Salala. Wote wakakusanywa wakawekwa pamoja kwa hili kampani. Huyu kujaribu kutoroka nini yenya pigwa risasi hakukufa. Kai siwezi kufa leo, si mumeona siwezi kufa leo. Ati uwezi kufa leo. Unaambia nani? Fanywa kichungi. Aronyeshiwa marasasi kufanywa kichungi. Kisha Lawrence akauliza kama kuna mwingine ako na mbio. Kuna mwingine ako na mbio. Hakuna mtu angekubali. Unajaribu kutoroka, unajifanya kemboi. Jamaa anajifanya kemboi anapigwa marasasi. Roho vibaya sana unajifanya kemboi na wewe sio kemboi. Ai, walimalizwa. Lawrence. Huyu jangili shasha. Michael Dudikoff anajionea kila kitu kwa kura upande wa juu. Sasa atafanya namna gani? Kumbe majangili walikuja wakatega makombora ara zenye hizi. Michael Dudikoff kwa upande wa juu. Akasikia hapa chini kuna magaidi wanapita. Na wengine wanatega makombora kwa zile basement, kwa lile kampani la oil company. Ndio huyu Musioka wako na mutuko.
Musioka umetaba chakos. Aras. Mutuko umetaba na kwa umetaba chakos. Kuja hapa. Kufa. Ai. Makusha hili jitu sasa Michael Dudikoff ndugu brother mpenzi Michael Dudikoff upande wa mkono anakuaga waya. Waya ya umeme. Majangili waliweza kutega makombora hapa basi na kisha wameseti zile makombora kwa dakika 3. Kuna maraishi baada ya dakika 3 makombora zote zitarepuka na kila kitu hapa kitaweza kurepuka. Sasa kampani la Western Oil Company ni kampani kubwa. Hii ni branch moja ya Western Oil Company. Ni branch moja ya Western Oil Company. Kwa hivyo jamaa wetu alianza kupiga mawasiliano kwa headquarter kudai wameatakiwa. Lawrence naye akaanza kuwasoma watu. Ajabu ni kuwa anasoma majina ya watu kwanza ambao ni Americans. Get yourself all worked up. Okay. You would be, Carter, no? Huyu alianza kujijaza. I'm not gonna tell you no shit. Shut up! Akaita na soso hito. Unajiheta kitu gani? Jamaa anadai ameapa kwa nyanyake. Hey, you Mr. Carter? Wewe ndiye Carlos? Huh? Ndio ni mimi. That's a good positive mental attitude. Ya, ukiitwa jina yako, unavuka pandi ile. Sawa sawa? Na ujue hii nakura ni korobo, ni bangi. Ndani ya hii bangi nimeweka kanaba, ndani ya hii bangi nimeweka mugoka. Kwa hivyo ni bangi moja hatari sana ambayo ninavuta. Bangi yenye nimeweka baka mugoka. Ukisikia jina yako unatoka nje. Archer. Tagodo. Man! Kojinski. Kojinski. Wacha sawa muita Michael Dudikoff. Michael Dudikoff jina lake ni Ross. Ross. Station's under terrorist attack. This is Merrill Ross calling. This is Merrill Ross. Merrill Ross. He's doomed. Alienda. Gone where? Will do tell, boy. Kaa hapa Mubaruya. Telegram. Alienda kukunia. Alisikia kinyazi chake akiwezi toshea hapa akaamua kwenda kukunia kwao. Utaongea vibaya eh? Kwa nini unaongea vibaya? Lakini alisema jamaa hapa basi alienda mazishi kwao. Okay. Umeongea vizuri. Enda padi ile. Wakaangalia watu wote ambao ni Americans. Wakawatoa hapa terrorists wakatoa Americans. Kisha ikasema wale ambao hapa basi wajaitwa wapelekwe sehemu zingine. Ajabu ni kuwa mtazamaji, wale ambao hawakuwa Americans zaidi hapa basi bila shaka pale maraia wa Kiamerika, maraia wa Kikomil, ikasemekana wanyeshewa marasasi wamarizwe. Huku Michael Dudikoff bado anapiga mwashiriano akidai hapa basi wanahitaji usaidizi. Lakini aristokia nini? Hawa wote raia wa Kikomil ikiwemo Mustafa ikasemekana wanyeshewa marasasi. Just imagine watu ambao wana makosa wamefanya, watu ambao hakuna hatia wamefanya, ikiwemo Mustafa maskini wa Mungu, wakanyeshewa marasasi wakamalizwa. Hujakura ndururu ya moto. Hakuna kitendo chochote umefanyia mtu ukamdhurumu kisha unapigwa marasasi stara kama hiyo unamalizwa. Michael Dudikoff hakuamini. Wacha afikia zenye wizi na kombora imebakia hapa basi bila shaka para sekunde 56 raweza kuropoka. Materrorist wakachaboka stara kama hiyo wakuwa na wale Americans ambao wamewateka nyara. Lakini watu wengi zaidi kuwemo Mustafa, hakuna kitu wametendea mtu. Hii sio kampu la wanajeshi, sio wanavita hawa. Hawajakosea mtu yoyote. Just imagine, ni watu walikuwa wanafanya kazi kutafutia mabibi zao, wake zao, vidushudusho wao na watoto wao. Harakadhara kibishi na wengine hata wanasaidia familia zao. Ikiwemo Mustafa. Mustafa alikuwa bishti yake mkubwa zaidi hapa basi bila shaka para jamaa wetu Michael Dudikoff. Wakati Michael Dudikoff alifika hapa basi upande wa Komil, Mustafa ndiye aliweza kumkaribisha. Akamuonesha venye ambavyo kazi huwaga inafanywa kwa ile kampani. Akamuonesha Michael Dudikoff hapa hali watakuwa hapa basi wanatafuta chakula na kadhalika. Akamuonesha
Michael Dudikoff kila sehemu na sehemu tofauti ya huko nchini Komila. Walikuwa mabeshte sana, waliishi pamoja na wakakaa pamoja. Lakini ndio huyo ni kwisha. Pipeline za ile kampani zikalipuliwa stara kama hiyo. Zaidi makombora zenye ziliwachwa. Michael Dudikoff aliumwa sana tena zaidi. Basement zikaripuka design kama hiyo. Sehemu kubwa zaidi ya lile kampani ikaripuka. Mafuta aina ya petroli, diesel, mafuta taa na vyombo zingine, yani vitu zingine aina hizo zikaripuka. Huko Michael Dudikoff akaumwa sana kwa kifo cha beshte yake. Kifo cha beshte yake manze kilimuuma zaidi. Mwanzo huyu ni jamaa wamesaidiana na yeye sana. Walikuwa beshte yake, walikuwa wanashinda pamoja, waliishi hapa upande wa Komel kama wao ni mandugu. Lakini sasa ndio huyo. Ajabu ni kuwa amewawa akiwa hakuna mtu amekosea. Alikuwa amejaribu mpaka kumwambia waweze kuhepa, lakini jamaa akadai kikwao kuhepa ni vibaya. Kikwao kina Mustafa manze kuhepa inakuwa gani vibaya. Angefanya nini? Walala yaye. Aish. Ndivyo hivyo basi, atafanya nini Michael Dudikoff wala atatenda nini? Hebu tuingie sasa kwa kikosi ambacho kinaongozwa na Colonel Lakim Ratino. Colonel Ratino sasa. Komil Secret Service Headquarters. Secret Service Headquarters. Sasa jamaa wetu jua ribakia kwa uhai. Akona tabu. Mwanzo amehojiwa chana na mimi. Michael Dudikoff amehojiwa na vikosi karibu 50. Ndio hapa ni upande wa Komil. Alikuja kupatana sasa na Colonel mwenyewe ndio huyo. Colonel Hakim Ratino. Colonel Hakim Ratino. Colonel Hakim aliweza kumuita hapa basi Michael Dudikoff. Mwanzo Michael Dudikoff yeye hakutekwa nyara. Wengine wote ma Americans walitekwa nyara. But elewa ni kwa sababu aliweza kujificha. Wale watu ambao hawakutekwa nyara waliweza kuuawa. Na kwa hivyo mtu mwenye sasa anaweza hapatiana habari, mtu mwenye anaweza bonga sasa tu ni Michael Dudikoff. Sasa Michael Dudikoff alikuja kumwambia Colonel, nimehojua na watu wengi zaidi. CIA wa huku, sijui nikaongea na Major, sijui nikaongea na Inspector, nitaongea na mpaka wakati mgani? I demand to make a phone call to US Embassy. Nataka kuongea hapa basi na US Embassy. Relax, Mr. Ross. Your embassy has already been informed of your safety, as has the CEO of Western Oil, Mr. Benjamin Brewster. Now, do you recognize... Akaambia unajua huyu mtu? Yeah, that's him. Ndio, huyo ndiye aliongoza hicho kikosi. Akaambia okay, huyu jamaa kulingana na uchunguzi wetu alikuwaga mwana CIA. Anakuwaga huyu jamaa amekuwa mwana CIA na alikuwa ametumwa siku moja kwenye mission kuropano wa Nicaragua. Kwa hivyo he's a terrorist, yes, but he's an American, then he's a CIA. Lakini jamaa hitu akadai hataki kubonga story kuhusu hapa what happened. Anataka kuelekea upande wa American Embassy kisha aombe hapa basi kurudisha upande wa United States of America. Lakini jamaa hitu alifahamishwa hapa basi bila shaka pale record yake iko hapa. Ashakuwa mwana Green Beret. Special training for anti-terrorist operations, military intelligence, honorable discharge as a captain. Yeah, ushakuwa military intelligence, Green Beret, special operations, specially trained for dealing with terrorists. What are you doing in Komil? Mbona ukuja kufanya kazi ya mafuta hapo upande wa Komil? Tena mbali na hivyo, huenda wewe ni kama huyu mwana CIA ambaye anavamia hapa basi bila shaka pale huku upande wa Komil. Alimwambia mimi sijui story kuhusu story mingi. Chenye ambacho ninataka ni kwenda American Embassy warudishe United States of America. Hiyo tu ndio kitu ambacho ninataka. Sitaki kujua kama ni mwana CIA, sitaki kujua whatever happened, all I want is to go. Lakini akaambia inaonekana wana CIA nyinyi ma Americans mnatumia wana CIA hapa basi kufanya ugaidi hapa upande wa Komil. Otherwise, stay in your hotel room, Mr. Ross. Stay in your hotel room. Mpaka upeleka kwa American Embassy, utakaa kwa chumba ambacho tumekutafutia. Na utakaa chini ya ulinzi mkali wa wanajeshi wa Komil. Mwanzo hatukuamini hata wewe. Kitendo chenye kilifanywa na mwana CIA kinafanya hata wewe hatukuamini. Mwanzo sasa huyu Colonel anataka kudai kwa sababu mwana CIA moja alihusika kwa ile terrorist attack
huenda basi ni wana CIA wanavamia hapa basi bila shaka pale Komila huyo Colonel Shasha. Sasa jamaa wetu aliletwa kwa hoteli moja hapa basi ambayo inajulikana kama vile Paradiso. Kuletwa upande wa Paradiso hapa basi ndipo atakuwa akipolea, kisha akawekwa chini ya ulinzi mkali zaidi. Sasa akiwa amedoze stara kama hiyo asubuhi na mapema, mlangoni kukabishwa. All right. All right. Okay, nafungua mlango, hapana bisha kama wewe ni polisi. Hilo bado hapa ni upande wa Komila. Kufungua mlango, akaona ni Kamanzi. Mrembo. Call me Maya. Niite Maya. Come in. Hiyo ndio jina yangu. Na ni hodi karibu niko ndani. Ate Maya. Maya. Maya matube, Maya maboiro. Alafu manzi ako na figa. Unasemaga Vera Sidika. Manze unakosea. Manze ako na figa. Yani ina maana hapa basi manze akaumbwa. Akaumbika. Manze akamwambia yeye hapa basi anakuwa reporter. Yani yeye ni reporter. Yani reporter ni mtu sabuli ya mtu kama vile Edude, mtu kama vile mzima. Yani manze ni reporter. Alafu anafiga nani? Cheki manyunyu. Arafu sasa cheki chero. Dugo brother mpinzi mtazamaji. Cheki chero. Arafu kagua unyoroku ambao uko na ule mguu. Cheki unyoroku. Kagua saizi ya mguu brother. Kagua mgongo yenyewe. Cheki design ya nywele. Jamaa wetu akavalia mavazi. Mwanzo amemwambia yeye ni reporter, amemletea mpaka mavazi, ati anataka kwenda kuandika story, anataka haba kwenda kumhoji. Alafu anakaa serikali ni kama anataka guturama. Manze anakaa ni kama anataka guturama. Cheki kifua brother. Cheki kifua. Tazama zile nyonyo brother. Hawa ndio wanafanyaga. Unasikia mtu aliuza proti. Haya, manze ni reporter. Alikuja kaambia jamaa wetu kwamba na kuitu kulingana na habari zenye zimetokea, inasemekana wewe unasema wana CIA ndio walishambulia. Like this, but I'm afraid my Arabic's a little rusty. Lakini jamaa wetu akadai yeye hakuandikisha kitu kama hiyo, lakini kulingana na ripoti zenye zimeandikwa na magazeti zinadai kuwa ati mtu aliyenusurika kwa yale mashambulizi ambaye sasa hapa si Michael Dudikoff alitoa statement kwa wanajeshi kwamba na kuiti wana CIA wakishirikiana na People's Liberation Force of Komil ndio walifanya ule ugaidi. Ati People's Liberation Force pamoja haba bila shaka pale na wana CIA ndio walifanya yale mashambulizi ya kushambulia Western Oil Company. Sasa akaambiwa nataka kwenda kwa manze ni reporter, anataka kwenda kufanya story. Kwenda kuchomoka akaanda na wanajeshi wa Komil. Lakini sasa Mekurudu kufaristuka, mwanzo tena manze aligeuza story, akaambia hawa wanajeshi wa Komil kwamba na kweti yeye anafanya kazi na American Embassy. Na ati ambassador anataka kubonga na jamaa wetu. The State Department. Now Ambassador Mosby would like to see Mr. Ross. Yeah, Ambassador Mosby. Mpaka jamaa wetu akastuka. Tena manze amekuwa wa ambassador wa embassy. Sikiza, manze alimwambia ni journalist, ni reporter. Sasa tena manze ameambia hawa askari kwa yeye anafanya kazi na American Embassy. Manze akamwambia kama amuamini niko na kitambulisho cha kuonesha mimi nafanya na American Embassy. Kumbe manze alichomoa bunduki akapiga marisasi kisha akaambia Mekurudu kwa namna gani yeye ni muasi. Sikiza, get in the car, Mr. Ross. You are now a prisoner of the Khmer Liberation Initiative. Yeah, sasa wewe umekuwa mahabusu wa People's Liberation Army of Khmer Initiative. Makosa. Manze alikuwa reporter, akakuwa wa embassy, sasa amekuwa gaidi. Sasa ndio alikuja akapata wenzake wamekufa. We amkeni bwana, msikufe namna hiyo. Ukirai turutawira mutigathi na ihenya uguo. Liberation Initiative Command Center, yani pahali waasi wanakaaga. Manze alikuja akamwambia jamaa wetu, wewe ulifanya makosa kubwa zaidi. Kwa sababu ulisema, uliandikisha kwa magazeti eti sisi waasi tulisaidiwa na wana CIA kuvamia Western Oil Company, tukaua watu wasio na hatia na tukateka nyara ma Americans.
Michael Dudikoff akamwambia mimi sikusema kitu kama hiyo. Gazeti iliandikwa ndio, lakini mimi sikusema kitu kama hiyo. Sasa hawa ni waasi. Ni kikosi cha waasi. Manza anamwambia wewe tunafaa kukuua. He's useless. He's useless. I say we kill him. Wacha tumuue. No. Kiongozi wa waasi akadai hapana. Sisi hatusaidiwi na wana CIA. Na sio sisi tuliwateka nyara ma Americans. Na sisi hatuwezi kuua watu innocent. Na sababu yenye imefanya tukuteka nyara wewe ni ili uone na ujue sisi ni akina nani. Tunajua kuna kikosi cha kimagaidi chenye kiliweza kuwateka nyara ma Americans wenzako. Chenye tutafanya ni kuokoa ma Americans wenzako. Ili United States of America ijue People's Liberation Army of Comil sisi sio magaidi na sisi sio maadui wa United States of America. Kwa hivyo chenye tutafanya tutaokoa hawa watu. Mwanzo sio sisi tuliwateka nyara. Michael Dudikoff akajitetea kadai yeye hakuandikisha kitu kama hicho. Lakini akaambiwa tunataka uweze kujionea. Okay, nifungue. Manza akataa. Si mnataka niende nikaone mkiokoa watu? He's right. Okay, mfungue. Hapana. Unataka kukataa amri yangu? Wewe, unataka kukataa amri ya mkubwa? Umeambiwa nifungue kamba. Sasa Manza alimfungua na madharau, cheki. Mkubwa akisema amesema. Lakini Manza akamwambia, Manza akamwambia huyu jamaa akileta kenyoliro kill him. My pleasure. Itakuwa raha yangu kukuua. Bas. Sasa hapa mtazamaji, nataka uelewe vizuri zaidi. Kikosi fulani cha kimagaidi kikaua watu na kikateka nyara ma Americans. Kikawaekelea, kikasingizia ati ni People's Liberation Army of Comil. Now sasa wana People's Liberation Army of Comil wakamteka nyara Michael Dudikoff. Unaona? Ili Michael Dudikoff awe shahidi, kwa sababu inasemekana ati yeye ndiye alisema ni wao walifanya kile kitendo. Wakamteka nyara Michael Dudikoff ili Michael Dudikoff awe shahidi, wao wakiwaokoa wale ma Americans. Na wana People's Liberation Army of Comil wanafanya hivi ili kuprove kwa serikali ya Amerika na kwa through Michael Dudikoff. Wanataka kuprove kwa serikali ya Amerika through Michael Dudikoff kwamba na kweti wao sio wenye waliweza kuteka nyara ma Americans na wakaua watu innocent na wakavamia kampani la Western Oil Company. Wanataka kuprove sio wao walifanya hivyo. Hawa wana People's Liberation Army. Na ndio kwa sababu walimteka nyara Michael Dudikoff wakuja na yeye ili aone wakiwaokoa wale ma Americans na aone na ashuhudie ili akaseme kwamba na kweli sio wana People's Liberation of Army of Comil walifanya kile kitendo. Sasa hapa ndipo walikuja kuwekwa wale ma Americans wenye walitekwa nyara. Hapa ndipo walikuja kuwekwa. Kwa hivyo sasa Michael Dudikoff na kikosi cha wana People's Liberation Force of Comil walikuingilia sasa kuja kuwaokoa. Mwanzo wale waasi wanajua pale wale ma Americans wamewekwa. Walala yaye. Na nyakati ni za usiku. Magaidi wakaanza kumalizwa. Hawa magaidi ndio waliweza kuteka nyara ma Americans kisha wakasingizia wana People's Liberation Army. Sasa wana People's Liberation Army wakiongozwa na Maya ndio hawa. Tupa hadi grenade. Na kigwashe wewe kidogo. Kualipua. Santa maridadi. Nyakati bado ni za usiku. Ni kwenye nyakati za usiku bado. Hawa ndio mateka. They are all Americans. Twende chacha. People's Liberation Army of Comil. People's Liberation Army of Comil. Santa. Sasa ni kitanzi kuropano nani? Wasinipatieni bunduki niwasaidie. Haya bana. Na basi kama tunaingia tuingie, hatuwezi kuja kuingia alafu wawili waingie sisi tushinde hapa. Goja watu watoke nje. Ati watoke nje. Kwani nyinyi wa wapi? Mgoje magaidi mpaka watoke nje. Sasa jamaa yetu ndio akona kibarua. Mwanzo hawa ndio wana People's Liberation Army of Comil ni machokopai. Hata hapa basi they are not highly trained. Michael Dudikoff akaona hapana. Huwezi gojea adui mpaka afike hapa. Na bado wanaogopa Michael Dudikoff. Hawa wana People's Liberation Army of Comil. Nipatiane bunduki. Hawataki kumpatia bunduki. Hawataki kupatia Michael Dudikoff bunduki. Michael Dudikoff ingia kuropando nani. Kisha wanashambulia. Fanya masima sote. Michael Dudikoff. Asante sana. Na hapa kuna jingine ambaye kuna bunduki deadly, kuna automatic machine gun inawahanda kuwahanda. Na kuna giza na amejificha. Jingine amejificha kwa giza na akona automatic machine gun. Michael Dudikoff atafanya namna gani? Jaribu kushambulia bado jamaa akona zinga deadly automatic machine gun bana. Amejificha kwa giza. Michael Dudikoff
akamshambulia. Asanta. Akamuwai. Iko na maana ameishi pale akampata. Wewe weka bunduki chini. Acheni waambie ng'ombe hizi. Huwezi gojea adui akuje ati ndio muue. You attack. Ndio tulikuja hapa ili tuweze kuattack. Na sitaweka bunduki chini. Mwenye anataka kunipiga risasi anipiga manyungurusi. Manza kambua wewe na wewe acha ubaya. Unaoneshana uko na ubaya sana huyu jamaa. Lazima tusaidiane sisi wote pamoja. Bas, tusaidiane sisi wote pamoja. Wana People's Liberation Force. People's Liberation Force of Komila. Ni kikosi cha waasi hapo pande wa Komila. Wacheni kutoka kama mang'ombe. Hawa kutoka wakapigwa marasasi. No! Ati ni kuingia kijeshi. Tulijeshi tuwe. Oh, yeyai. Kai, walipigwa marasasi. Kwani hao watu mlikuwa mmewatoa wapi? Walikuwa mmetoa wapi? Walikuwa wanauza makaa. Ati wanauza makaa. Ndio hapo ije kwa dhobe. Walikuwa wanauza makaa. Sasa tukawaitia kazi. Kazi gani? Kai. Haisuru. Wameshamalizwa jo. Wameshatambarizwa. Hapa sasa kuna jamaa mwingine pia ako na automatic machine gun. Hiyo sasa nayo ni tisho. Wanamtisha lakini wapi? Jamaa ako na automatic machine gun ina kunyamba marasasi. Why? Ile automatic. Sikiza mlio. Wow. Sasa jamaa yetu alicheka kona. Huyo sio mtu wa kuvamiwa hivi hivi. Akona automatic machine gun. Wow. Sasa faster. Ni atura plan venye ataweza kukabidhiana. Wewe neke kwani umegoroka? Ana pepeta mabirika na masufuria ya raizi. Kumbe jamaa wetu Michael Dudikoff aliamua kutengeneza barbecue. Mwanzo ule jamaa kuna automatic machine gun. Na ile automatic machine gun hapa basi ukilinganisha na bunduki zenye wanatumia kama vile G3 hawawezi wakampata. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale itabidi aweze kutengeneza barbecue faster akapata basi. Hapa kuna kamnyweso. Na kwa hivyo ni atumie sasa zile kamnyweso. Hizi kamnyweso. Ala, wololo yaye. Hizi ndizo zinaitwa third generation kamnyweso. Akamwambia hizi ndizo zinakataliwa na serikali ya Kenya. Kwa hivyo hizi tunazitumia kutengeneza nini? Jingine moja patwa. Tunatengeneza kumbula manzi. Na uamini mtazamaji, hizi pombe ni baya. Imagine hizi pombe zinatengeneza bomu. Alafu ati ukunywe ati ili uwe mlevi. Cheki maneno. Wow. Jamaa wetu alikuja akawekewa cover, akaziwasha zile pombe sasa. Akaziwasha stara kama hiyo. Huyu jamaa mwenye amejificha hapa sasa ni kubamiwa. Huko amewekwa cover upande wa nyuma. Wewe umejificha hapo juu kuna automatic machine gun. Chukua third generation. Kurushi wa third generation. Takatizwa. Santa sana. Huyu alikuwa amewaticha mwanzo, alikuwa na automatic machine gun na amejificha pale ambapo marisasi haziwezi kupenya kumpata. Lakini aliteketezwa. Woi! Moto umewaka leo yoyo, moto uchoma leo, moto umenichoma leo. Karash. Kisha unaenda wapi? Nimesikia moto. Kusikia moto. Ukisikia moto nadhani ni moto unakuja kuota. Nilikuwa nadhani ati ni moto tuchome nyama. Nyama ni wewe. Ala, tuchome nyama. Tunachoma nyama, mbuzi iko wapi? Asante sana wana People's Liberation Army. La, wakishirikiana sasa na jamaa wetu hapa basi bila shaka Barok Pena Michael Dudikoff operation kuokoa mateka wa Kiamerika ambao wako Arizona wezi. Operation kuokoa mateka wa Kiamerika ambao wako Arizona wezi. Maridadi. Asante sana. Mateka na wao ndio hawa. Lakini sasa chenye kinatisha sana hapa basi wana People's Liberation Army ni zile mabunduki zenye zinatumiwa na hawa watu. Kama huyo kuna SGPMGW Special General Purpose Machingo yaseme Korboshta. Ai, sasa kumwai itakuwa ni noma. Hawa mateka walicheki wakaona hapana. Lazima angarao pia na wao waweze kusaidia. Lazima vile vile pia na wao waweze kusaidia kwa njia moja ama ingine. People's Liberation Army wako hapa kwa wingi zaidi. Kama kutomoka na ujinga, walipigwa marisasi. Maskini wa Mungu. Gai. Hawa nao mlikuwa umetoa wapi? Hawa walikuwa wanacheza mpira. Walikuwa mafuti bora, walikuwa wanachezea timu ya striker. Ati Movira. Kai. Na kwa nini hajada training? Hapana. Tunawa training kwa kunini? Tunawaambia wapige puda. Ati wapige puda kiboko unapatiwa mfereji. Midereji unapiga puda.
walipita na moja kati ya wana magaidi. Ndio sasa ni kujisaidia wale mateka. Asante sana madari. Huyu naye pita na yule mwingine. Asante sana, right on time. Kwanza kama kanyanga uliokumaliza. Asante sana. Kisha Michael Dudikoff akakuingilia kabla mwenzake hajamalizwa. Michael Dudikoff, asante sana. Pose kibisha Michael Dudikoff. People's Liberation Army, wale wengine ambao wamesalia mpaka kuingilia fasta. Sasa ni kwa wale mateka wa Kiamerika. Nayo asante sana. We pose kibisha hapa basi bila pale kuokoa wengine. Mabeshte wake walikuwa wanafanya kazi kwa ile kampani pamoja. Asante sana. Pose kibisha. Uko namna gani wewe bana? Mimi nakosema kabisa. Mimi nauliza mbona watu wako achilia mimi zile nichukue mawe nilishe nigonge mti mmoja yake. Kabla sijagonga mti na mawe sisikiagi vizuri. Kiongozi wa wana People's Liberation Force alikuja kaambia Michael Dudikoff, sasa umeona tumeokoa watu. Na wana Liberation Force wakaambia hao mateka, sisi sio wenye tuliwateka nyara. Sasa tunataka mwende mseme sisi hatukuhusika na hatujui kutekwa kwenye nyara. Tumekuja tukuwaokoa. Hatuna ugomvi na nyinyi wala serikali ya United States of America. You fight well. You fought well. Just like an Arab. Like an Arab. Uko poa. Lakini mwanzo alikuja akamwambia, It was just dumb luck. Ni bahati tu uko nayo. Hadi wiki ya wewe. Kwa nini kwa barakasirika? Huyo demo anamjamisha. Mwanzo hapa basi kila wakati anamuingilia. Hata hivyo basi Arabeni waweza kuchomoka. Mateka wameshaokolewa tayari. Asante sana. Maridadi. Pose kibisha. Michael Dudikoff ameprove hapa basi wana People's Liberation Army hawana ugomvi na American. Na kama sio wana People's Liberation Army, basi ni nani alifanya kile kitendo? Western Oil Company ni kampani kubwa. Na ni kampani ambalo ni la United States of America. Western Oil Company. Hapa upande wa Comil, mkuu wa hili kampani anajulikana kama vile Benjamin Brewster. Na mwenyewe ndio huyu. Sasa cheki ile fegi ambayo anavuta. Gai. Imetoka kutoka hapa mpaka Sonorua. Fegi. Sigara. Na sasa ubaya hizi fegi ama sigara zenye wanavuta round hii. Ni sigara zingine deadly sana. Juu ndani ya hii sigara kuna mogoka. Ndani ya hii sigara kuna bangi. Alafu bado kuna sigara ndani yake. Oil. Kisha report ndio hiyo. Unidentified armed force. The location of the 4 hostages, and according to some reports, a 5th American remains unknown at this time. That would be Ross, Mr. Brewster. Both the U.S. State Department and the Khmer government have promised to issue a statement, but so far we have no more information. Barry Tobias, the Republic of Khmer. Vincent Watende. Jamaa akaripoti akasema vizuri zaidi. Wana People's Liberation Army ndio waliweza hapa basi kuokoa hawa watu. Na kulingana na ripoti ambazo zinawafikia kwa sasa, inasemekana kwamba na kuwa eti wana People's Liberation Army wakisaidiana na wana CIA eti bado wao ndio walivamia kampani la mafuta hapo pande wa Khmer. Wakaua raia wa Khmer na wakateka nyara ma Americans. Na sasa inasemekana bado wana People's Liberation Force bado ndio wameweza kuokoa hawa watu. Kulingana na ripoti zenye ziliweza kutangazwa, inasemekana hapa basi hili jambo linakuwa kizungumkuti. Hakueleweki hapa basi vizuri ni nini ambacho kinaendelea. Lakini hata wewe mtazamaji ungeshindwa. Kama sio wana People's Liberation Army, je, ni akina nani? Na hawa akina nani? Ni nini ambacho wanataka? Sasa zile ripoti zikakuja kuwa kizungumkuti zaidi. Kiasi kwamba Barozi iko na maana hapa basi ni ambassador. Na watu wengine wanasikia tu barozi wanafikiria ni barozi pombe. Hapana. Barozi. Yaani ukipenda ambassador wa United States of America hapa nchini Khmer. Alikuja kumuita kinara hapa basi wana CIA hapa nchini Khmer. Na anafanya mazoezi. Cheki. Hii bidhaa unaona akifanya hivi inaitwa gadhulidhia. Hii inaitwa gadhulidhia, iko na maana ukifanya kama hujazoea you are gonna gudhulia. Inaitwa gadhulidhia. Hiyo ni bidhaa hapa basi ya mazoezi inaitwa gadhulidhia. Rutikano hapa basi bila shaka pale bado anafanya sit-ups na kadhalika. He is an ambassador. Sasa pia anajiuliza, una People's Liberation Army of Khmer waende kwa kampani la mafuta
waue watu na wateke nyara ma-American. Kisha wao waende wawaokoe. What is going on? Akadai sasa hii mambo yote yeye anaweza ijua vizuri zaidi akiletewa hapa basi Michael Dudikoff. Kwa hivyo anataka Michael Dudikoff atafutwe na aretwe. This ridiculous story of yours is going to do to our relations. And more to the point, what the fuck is going on here? Nini kinaendelea? Kwa sababu story ya kusema eti wana CIA wanasaidia wana People's Liberation Army of Comil, hiyo story ikiendelea kutakuwa na ugomvi baina ya serikali ya United States of America na serikali ya Comil. Na huo ugomvi ukiendelea, serikali ya United States of America itafukuzwa hapa. Na zile pesa imeinvest kwa mafuta zitapotelea. Na biashara ya mafuta itaisha. Kwa sababu inasemekana wana CIA wanasaidia waasi na serikali haiwezi kataka kitu kama hicho. Serikali ya Comil haiwezi kataka kitu kama hicho. Kwa hivyo lazima wana CIA wakiongozwa basi na huyo kinara wao wafanya kila kitu. Kwa hivyo ambassador akamtuma kinara wa wana CIA amletee Michael Dudikoff. Wakati huo pahali ambapo alipo sasa Michael Dudikoff pamoja na wale wengine ambao waliweza kuokolewa, ili baada ya kuokolewa waliletwa hapa ili stakabadhi ziweze kutayarishwa waweze kurudishwa upande wa United States of America. Michael Dudikoff, nani alikuingilia? Lawrence, yule jangili shasha, yule jangili alikuingilia. Na ajabu ni kuwa Lawrence ametumwa kumwangamiza Michael Dudikoff, na Michael Dudikoff anawekiwa ulinzi na maagent wa CIA pamoja na maafisa wengine wa hapo upande wa Comil. Michael Dudikoff anawekiwa ulinzi. Wakuwa na besti yake. Carter. Huku naye besti yake amedozi. Carter, why aren't you dead? Why ain't you in your own room asleep? No, really. Hostages are usually shot when there's a rescue attempt, and they had plenty of time to do that. Guys who don't let other guys sleep are usually shot too. You're not listening, Carter. Carter, you are not listening. Kuna kitu ambacho akiendelea vizuri. We kuna unaniamsha ulale. Kuna ndoto linataka kumaliza. Naota niko na kadem kasupu sana. Majangili wakamuona. Zaidi kwanza Lawrence. Na sasa unasikia Lawrence alikuwa anafanya kazi na kikosi cha wana CIA kule upande wa Nicaragua. Kwa hivyo ni kumaanisha hili ni jitu ambalo ni hatari kubwa. Bas, already anataka kuua. Na watu wengine wakivuta bangi, yeye anavutaga bangi yenye imewekwa mogoka. Kwa hivyo ni kumaanisha ni hatari zaidi. Maybe Avarai. Kuna kaoto nataka kumaliza. Nilikuwa naota na kadem kazuri karembo. Sasa nataka hii usigizi ikuje, tafadhali wacha nijifunike, nataka kumaliza hiyo ndoto. Sasa jamaa nataka kumaliza. Ndoto kuja, nataka kuota, ndoto kuja. Wacha upuzi. Na kuambia kuna kitu ambacho kiendelei vizuri sana hapa. Kuna jambo ambalo aliendelea poa. Wewe wacha mimi niite kale kandoto kangu, enda kwa room yako. Wakati huo cheki upande wa nje venye kumewekwa ulinzi na wana CIA, lakini alikuingilia sasa Lawrence mwenyewe ndio huyo. Lawrence mwenyewe ndio huyo. Ambassador alisema Michael Dudikoff akiwa ulinzi, kisha ataenda kumuona baadaye. Lakini sasa Richana kwa upande wa nje kumewekwa ulinzi kabisa. Lawrence alipita. Michael Dudikoff ana sense danger. Mwanzo pia yeye amechanganyikiwa. Mwanzo anashindwa what happened. Na bado nakumbuka Mustafa yule beshte yake aliweza kuuawa. Sasa Lawrence alikuingilia kwa amejifanya mlevi. Kwa wewe nakwambia ile ulevi niko nayo. Nasikia nyumba yangu iko hapa. Hapa si ndio Paradise Hotel, mimi nakuja kulala. Nakwambia ile ulevi niko nayo. Wait a minute, you guys, Secret Service or... Yeye ni polisi, si ndio? Evangalia hii nyoko. Wani sisi ni polisi? Mimi ni mlevi wa kawaida tu. Natafuta mahali ya kwenda kulala. Hadi kitu gani nyoko? Unatafuta mahali ya kulala kwani sisi ndio kitanda yako? Unatuliza mahali unalala sisi ndio bedshit yako? Hiyo ni kitu gani akuja kuambia polisi hapa? Hebu toa kitu yote yenye uko nayo? Hapana, siko na ubaya.
Mimi naenda kulala sina ubaya. Tunakwambia utoe kila kitu yenye uko nayo. Nakuja kuchezea serikali hapa, kuchezea serikali kitu gani? Hebu toa kila kitu yenye uko nayo. Sasa kaweka mikono kwa mfuko, atani kutoa nini? Atani kutoa do. Hawa wakidhani ni pesa anatoa. Alichomoa daga zenye sumu. Walinzi maskini wa Mungu wakamalizwa. Daga zenye sumu, yani visu hatari zenye zimetiwa sumu. Kisha fasta akahakikisha wamekufa mwanzo. Zile daga zina sumu kali zaidi. Kwanza akapatia huyo ile bangi. Kisha fasta akachukua kadi ya kufungua milango. Na akapigia wale wengine mwashina akawaambia, kila kitu kwa hapa mzuri. Okay. Endeleeni kukaa huko juu. Bas, nia yake ni kumuua Michael Dudikoff. Hiyo ndiyo nia yake. Mission ni kumwangamiza Michael Dudikoff. Makosa. Alikuingilia kwa room la kwanza. Akapata besti yake Michael Dudikoff. Akamuuliza namna gani? Wake up, friend. Where's Ross? Ako wapi Michael Dudikoff? Wasogua no. Unaambia nani mambo ya nyanya? Akapigwa moja daga kumalizwa. Alipigwa daga la moyo. Maskini wa Mungu akatambarizwa. Kaambiwa sasa ota lile ndoto alikuwa naota vizuri na akafunikwa macho na mdomo. Oh, lina sumu hilo daga. Gai, mwadhani hii ni ile shaitani. Hapa siwezi simama. Michael Dudikoff alitoka unyoya. Unasemaga ati watu watorokagi. Huyo jamaa alienda mbio. Olala yaye. Walala yaye. Michael Dudikoff alitoka unyoya. Anajua ile jitu wa bara machezo. Lunes 9 kumfuata mwanzo, mission ni kumake sure ameweza kumwangamiza. Mission ni kumake sure hapa basi ameweza kumwangamiza. Michael Dudikoff nayo. Deka. Modoneke boy. Kuchomoka mbio. Wae. Alichomoka design yake boy, yani anaenda mbio ni kama kudansa. Wololo yaye. Jingiri na yeye anamfuata. Welelelelele. Mbio. Mashallah. Jingiri na yeye kwa panormasha hapa basi anamfuata stara moja deadly zaidi. Na ameweka bunduki lake silencer. Yule jingiri shasha. Oh, bibi akaparo na chakula. Kaguchwa. Kapata wanasia. Mimi mnaekea ulinzi. Mtu mbaya ndio huyo nyuma yako. Pigo marisasi. Huyo ni mwanasia umeua. Keboy nayo. Jamaa wetu toka mbio. Wanasia wananyeshiwa marasasi. Jamaa wetu ni mbio. Mwanzo cheki venye wanasia hii wanafanyiwa hapa basi na yule jingili. Keboy. Nayo. Jingile kapata bunduki mbili sasa hapa basi kwanza ni chote machini ganchacha ni kuepa. Jamaa wetu naye ni kuepa. Wanasia wenye walikuwa na mweka ulinzi wamemalizwa. Akaruka hadi kwa counter. Na bado jingile ananyeshia hapa basi lile counter marasasi. Huyu jingile bara machizo. Bado ananyeshia hapa basi bila shaka pale lile counter marasasi design kama hiyo. Ujawaiona. Bado anarinyeshia marasasi lile counter. Anarinyeshia marasasi design kama hiyo shasha. Akapiga marasasi mpaka zile bunduki zenye alikuwaga nazo zikaisha marasasi. Nia ni kumuua Michael Dudikoff. Cheki. Marasasi zikaisha. Michael Dudikoff akachukua kiti, akavunja kioo. Hapa sio pari ati mnapiganaga, hapa ni kumedhoka. Nayo akaruka upande wa nje ishara kama hiyo. Kitambo jingile change magazine kuweka marasasi zingine ama kuchukua bunduki lingine. Michael Dudikoff nayo. Design yake mboi kutoka mbio venye hujawaiona. Ashalala. Welele yaye. Jingile sha change bunduki sasa amechukua ile pisto yake ni silencer. Bado anapiga marasasi. Jamaa wetu kufika hara zenye hizo alipata kuna taksi. Ikafunguliwa mlango kwa hivyo lazima huyu ni mtu ambaye anamjua. Jamaa wetu upande wa ndani mbio lo. Akapigwa risasi moja ya bega. Hata hivyo Michael Dudikoff hakuna kupoteza wakati ya kupanda wa ndani. Ni jingiri bado na kuingilia. Akaambia Kandere nego dhiereu. Toka. Yubulale wewe. Kandere nego dhiereu. Ego dhie.
si uende ama ukufe. Huyo anaua kila mtu. Nakolia. Okay. Unauliza kama anaua kila mtu na unasikia mara sasa venye zinalia. Nayo. Okay. Kuna jamaa alikuwa msarani anakunia. Aligogwa akasahau na kukunia akaanza kunyamba. Walala. You lucky son of a bitch. Wewe uko na bahati sana leo. Umesaidiwa na hiyo bio. Unatoka bio kama Kemboy. Unaenda bio kabisa ninakukosa. Mtu wa taksi alimwambia mtu wa samamagi hapa karibu. Ni tunatoka hapa tunaenda mbali zaidi. Sasa wacha ripoti ifike kwa American Embassy. Maafisa 4 ambao walikuwaga in the line of duty. Maafisa 4 ambao walikuwa in the line of duty kumwekea ulinzi Michael Dudikoff warapigwa marasasi kutambarizwa. Sasa barozi wa United States of America yeye hupenda sana kufanya mazoezi, lakini sasa this time round you fucking find him. Utafuta huyo mtu umlete hapa akiwa uhai. Huyu jamaa ndiye anaweza tuambie nini ambacho kinaendelea. Barozi ni yeye kusosi tu, elewa hizo ambassador. Kazi yake ni kukura na kufanya mazoezi. Lakini hapa ndipo sasa nataka ucheki uone mtazamaji ni nini ambacho kinaendelea. Huyu ni yule jangili Lawrence. Huyu na yeye ni Colonel Hakim Ratino. Colonel Hakim Ratino kumbe ako kwenye kikosi cha kimajangili. Kikosi na ambacho kimemtuma huyu gaidi akafanya ile operation. Huyo ni Colonel. Anafanya kazi na serikali na zaidi yeye ni moja kati ya wanajeshi wakuu wa serikali ya Komil. Na unaona kumbe yeye ndiye ambaye alikuwa ametuma Lawrence auwe watu wa Komil mission ya kwanza na awateke nyara ma-Americans. Mission ya pili ndiye alikuwa ametuma Lawrence akamuue Michael Dudikoff. Kwani huyu anataka nini? Ndugu brother mpenzi mtazamaji, mwanzo huyu ni mwanajeshi wa Komil. Wenye waliuawa ni raia wa Komil. Na yeye kwanza ni mkuu wa wanajeshi wa Komil. Unaona? Yeye ni mkuu kwa wanajeshi wa Komil. Unaona yeye anafanya kazi na huyu jangidi. Na ni kweli huyu jangidi. Huyu jangidi ni kweli. Hapa basi alikuwa mwana CIA. Unaona? Huyu jangidi ni kweli alikuwa mwana CIA. Huyu jangidi shasha. Tutakuja kujua basi ni kwa nini wafanya kazi pamoja, watumie huyu mu-American ambaye ni mwana CIA. Kisha hatimaye hapa basi bila shaka pale waue mpaka watu wa Komil. Sasa president aliweza kuitisha mkutano. Akaita wakuu wa wanajeshi na akaita barozi wa Amerika hapa Komil. Akadai kulingana na ripoti zenye zimeweza kutangazwa kwa maruninga na kadhalika, inaonekana serikali ya Amerika sasa ndio huyu president akamwambia ambassador kulingana na ripoti zenye zinatangazwa ni kana kwamba Amerika ina double cross nchi ya Komil, na kukiendelea hivyo wataharibu uhusiano wao kabisa baina ya nchi ya Amerika na nchi ya Komil. Security. Do I make myself clear? Perfectly, sir. And I'm authorized to tell you that my government had absolutely nothing to do with these unfortunate incidents. I would like to believe you. Yeah, ningependa kukuamini. This have caused a great deal of unrest in Komil. Lakini sasa hapo upande wa Komil hatuwezi kubali wana CIA wakisaidiana na wana Liberation Army wanaua raia wa Komil. Kisha wanachagua ma-Americans wanakosa kuwaua na hatimaye ma-Americans wanaenda wanaokolewa na hawa wana Liberation. Kwa hivyo hii ni kuoneshana nyinyi ma-Americans na wana Liberation Army mnataka kugeuza serikali yangu. Tutawanyang'anya investment yenu yote yenye mumeweka hapa ya kwa hii mafuta, tuwanyang'anya hili kampani na mafuta na tuwafukuze hapa. Hatuwezi fanya kazi na serikali ya Amerika ili hali nyinyi wana ma-Americans mnasaidia waasi kuua raia wetu na kushambulia serikali. Hatuwezi kukubali kitu kama hicho. You Americans, you are traitors.
Information. Lakini akadai hapa basi bila shaka pale hawezi akaanza yani Amerika haiwezi kufanya kitu kama hicho. Lakini president anamwambia kama mnataka kuendelea kuuza mafuta hapa lazima mfanye na msaidiane na sisi. Juu inaonekana mnataka kuangamiza na kuagusha serikali yangu. To prove it. Kumbe sasa naye jamaa wetu baada ya kuchukuliwa aliletwa pale kama hapa Michael Dudikoff. Kandere alimleta ara za nyawezi. Lakini mtazamaji ukumbuke Kandere vinya alifungulia Michael Dudikoff na akamchukua ni alimchukua Habas kama anamjua. Kwa Michael Dudikoff aliamua Habas kudai yani aliamua kuchomoka akadai anataka kwenda upande wa American Embassy. Lakini Kandere alimwambia sikiza man, you look like shit, you smell like shit. Wacha nikupatie pahali uoge. Look, ubadilishe mavazi juu unanuka vibaya sana. Bro, you owe me like $7.50 American for the fare. You remember? In the cab? Haya, kaamua kumlipa pesa ya taxi. look, man. Forget it. You got a place to crash? Not really. Hey, my dear. You look like shit, and you smell like shit. You look tired. You go get a shower, and after that, I make you good food, I give you good music, okay? Yeah. Man, unakaa kama mtu ambaye ametafunwa na ndovu. Kwa hivyo acha nikupatie pale pa kuoga, mavazi ya kubadilisha, nikutengenezee vyakula, at least to relax. Ujue Komero ni nyumbani. Haya. But wahenga walipokutana na waganga na DJ Afro akawa katikati yao, walisema namna gani? When the deal is too good, think twice. When the deal is too good, think twice. It is ambassador wa Amerika na ndio huyu. Alimuita kinara wa CIA. Akamwambia leo hii nimepigiwa simu na the president. Linda, do you not see this phone? Well, not more than 5 minutes ago, I was on this phone. And on another phone, a couple of 1,000 miles away, was the President of the United States. Yeah. And he said, President of United States of America amenipigia mawasiliano. Anataka kujua mara moja nini ambacho kinaendelea. Akaniambia vizuri, hataki uhusiano wa Komil na United States of America uharibike hata kidogo. Na wewe uko hapa, hujui pale Mekodudi kufariko, wanapolisi wa kikosi cha CIA wamekufa, nchi ya Komil inataka kutufukuza, na hapa United States of America, hapo pande wa Komil, United States of America imeinvest pesa mingi sana. Hatuwezi kubali kuacha pesa zote zenye tumeinvest hapa. Sasa Michael Dudikoff naye baada ya kuoga, kupanguza kioo, alistukia Maya yako hapa. Hey. Hey. Lois? Kashindwa. Hizi Maya nazo. Unatokaga wapi? Uko mpaka hapa? Na umeona nikiwa uchi? I don't know. I'm kind of torn between Alicia, Felicia. Surprised to see me? Akamwambia sio mambo na surprise. Jambo la kwanza, ukaniangalia nikioga. Ya pili, ukaona nikiwa uchi. Ya tatu, mambo yako sijuagi. Sasa hiyo kulingana na ile mambo yote tumefanya, itabidi nikugoge kawahed. Kwanza kamwambia nikuulize. Nimezoea kuona kifua, nikaona maso ya mgongo. Ha? Lakini ile kitu imenistua. Yaani hiyo ni makagali? Yaani. Mbona inakaka iko na maso? Si makagali yangu inachukuaga mawe. Nachukuaga mawe ya kilo 5. Sometimes hata nachukuaga mfuko ya simiti kuifanyisha tizi. Mfuko ya simiti na inua hivi na irusha juu. Kai. Ndio kwa sababu makagali inakaa iko na maso namna hiyo.
Haya, na kwani nateremkaga inakuja kwa magoti. Urake hutio kaigua iko ndio hiyo kwa hapo kwa magoti. The cue. Ni yako ama ulinyang'anya fuda? Muligo wa muthe ucio, ni muligo wa muthe. Na unaweza iwachilie ifanya kazi. Unauliza. Kazi inafanya kazi safi sana. Sana. Okay. Tutaongea mambo hiyo baadaye. Kuna kitu tunataka utufanyie. Akampatia bunduki. Akamwambia sikiza. Tukijaribu kukudouble cross na kufanyia chochote kibaya, utumie hiyo bunduki unipige risasi. Hii bunduki ni insurance policy. Yani hiyo ni kitu ya kujikinga nayo. Nikijaribu kukudouble cross unipige risasi. Otherwise for now nishaona makagali, lakini hii hii inakaa exactly kama ya DJ Afro. Hii siwezi ondokea. Nienda kukuania nie. Nyamona naenda kuleania. Sasa jamaa wetu akakulia mundu. Michael Dudikoff akakulia mundu. Sasa kumbe nao Colonel Hakim Ratino aliita press. Akadai kulingana na uchunguzi ambao wamefanya, fraudulent stage rescue that followed it was perpetrated by the Comiri Liberation Initiative. Wana Comiri Liberation Force waliweza kushambulia na kuua raia wakiwa na usaidizi wa wana CIA. Personnel by the American Central Intelligence Agency. Walisaidiwa na American Central Intelligence, yani wana CIA. Wakavamia kampani na mafuta na kisha hatimaye wakaua huyu mtu. Who we believe was assassinated by the CIA. Na kisha wana CIA wakaua huyu mtu ili asiseme ukweli kuwa wana Liberation Army na wana CIA wakiongozwa na huyu mwana CIA, an agent of the CIA who has served in Nicaragua. Wakati mmoja alifanya kazi Nicaragua, Salvador, na Vietnam na sehemu zingine. Huyu jamani mwana CIA na wana CIA na wana Liberation Army wanavamia serikali ya Comiri. Kwa hivyo kutokana na hayo mambo, serikali ya Comiri imeamua kufukuza serikali ya United States of America hapa upande wa Comiri. Imeamua kuwanyang'anya hili kampani la mafuta. The bottom line is, Maya, you can't prove squat. Sasa naye Maya alimuita Michael Dudikoff, akaambia Michael Dudikoff, chenye tunataka utusaidie nacho ni uende uambie serikali ya United States of America tukuchukue na video camera ukisema wana Liberation Army hawakufanya hicho kitendo. Uliona sio sisi tulifanya hicho kitendo, na useme sisi hatusafanyi kazi na wana CIA. Akawaambia hapana, yeye anataka kudili na Lawrence yeye mwenyewe. Lakini manzi wanahitaji usaidizi wa huyu jamaa wetu. Achukuliwe na video akisema wana Liberation Army sio wao waliua watu, wao ndio waliokoa watu. Na aelezee vizuri zaidi wana CIA hawasaidiani na wana People's Liberation Army. My friend Rawlings. Lakini jamaa anadai hapana. Akaambiwa okay, umesema hapana, tunakubeba tunaenda na wewe upande wa Tel Aviv ili ukafanya hiyo ripoti. Kandere na bunduki. Put it down. Sorry bro. Bado. Put it down, Ahmed. Weka hiyo bunduki chini. Put it down. I'm very sorry. Put it down. Kale kabunduki Kenya alipatiwa na manzi akatoa Michael Dudikoff. Weka hiyo bunduki chini. Niko na bunduki. Put it down. Abana. Kupur trigger. Aina marisasi. Manzi alimpatia bunduki yenye aina marisasi. Kisha sasa wanataka kumbeba Michael Dudikoff. Kwa hivyo hoja yao sio kumuua, wakamdunga shindano, wambeba waende naye mpaka upande wa Tel Aviv. Unaona? Hivi ndivyo wanataka. Mpaka wanamshikilia, wataki kumuumiza, wanataka tu akasema ukweli. Lakini kidogo hivi. Right on time. Nani alikuingilia? Lawrence kugonga mlango badala ifunguke ikang'oka. Kugonga mlango badala ifunguke ikang'oka. Jamaa wetu hana nguvu, shadungwa shindano ya kumaliza nguvu. Polole yaye. Maskini wa Mungu. Lawrence anataka kumbeba Michael Dudikoff, akamweka kando. Lakini sasa kaриjijaza. Nini? Guy,
No iwaga no dano. Oka kuja. Are you kidding me? Kamu okaisi. Nini? If you are. Kuja ni kuonyesha ni kwa nini mtu anakogagwa na haro. Ugoge nani? Takua. Akamaliza. Sasa maskini Michael Dudikoff akatekwa nyara na Lawrence. Vile vile pia manze wetu akatekwa nyara. Na unaona manze alikuwa anataka kumbeba Michael Dudikoff ampeleka kwenye kikosi chao ili Michael Dudikoff aambie wanahabari kuwa wana People's Liberation Army hawahusiki na wana CIA kwa vyovyote vile, na wao hawahusiki na mambo ya kigaidi. Sasa kuma Michael Dudikoff aliletwa kwenye headquarters za Western Oil Company hapa Kumira, na akakuja kupatana sasa na Benjamin Brewster. Benjamin Brewster ambaye ndiye kinara mkuu wa kampani la Western Oil Company hapa nchini Kumira. Unaona? Na umesikia sasa serikali ya Kumira imesema haitaki uhusiano wowote na United States of America. Inanyang'anya United States of America kampani lake la mafuta na mali yote yenye United States of America imeinvest hapa nchini Kumira, kwa sababu eti nchi ya United States of America kutumia wana CIA wanavamia serikali ya Kumira. Mbali na hivyo eti United States of America kupitia wana CIA inasaidia waasi kuvamia serikali ya Kumira. Unaona? Hivyo ndivyo ambavyo sasa hapa basi bila shaka para ripoti zinasema. Haya, naye Michael Dudikoff aliitwa sasa na kinara mkuu hapa. Aliitwa hapa basi bila shaka para na kinara mkuu wa Western Oil Company. Ni Muamerika. Unaona? Ni Muamerika. Questions for a little while. Akamwambia hapa basi Michael Dudikoff kwamba anataka kubonga na yeye. Na unaona kwanza Michael Dudikoff alionyeshwa ripoti akaambiwa kulingana na ripoti zenye ziko wewe ulikufa. Can we escape this attack and who we believe was assassinated by the CIA. Okay. And all of the hostages have identified this man as the leader of the attack. He is Lanford P. Rawlings. Yeah, I got a bunch. Akaambiwa sasa unaona inasemekana wana CIA wanashirikiana na wana People's Liberation Army of Kumira kuvamia serikali ya Kumira. Sasa wewe na wewe inasemekana wana CIA walikuua kwa sababu ulikuwa unajua ukweli. Inasemekana waliuawa na wana CIA. Kwa hivyo chenye kiko sasa huku sasa Michael Dudikoff anaelezewa. Michael Dudikoff akaambia chenye kiko huku uhusiano baina ya United States of America na Kumira umeharibika. Na Amerika imenyang'anywa hili kampani ambalo liko na mabilioni ya pesa. Kisha kamwambia naona mimi nakuwa na puru moja kubwa zaidi. Hii inaitwa mother of all pools. Games. What's with the pink ball? Hell, I haven't the slightest idea. I know it's one thing, though I know it's time for my drink here, but... Ya, kamwambia tena mimi ndani ya nyumba yangu nakuwa nimetengeneza kirafu. Hapa ni pahali naweza leta jago na nimuandike job ya kutuziaga. Kitu kama shida. Ikifika mambo ya shida ya pesa, mimi niliwachana nazo. Ndio tamona babara. Sasa Michael Dudikoff ajui ni kwa nini apatiwe story. Michael Dudikoff akaambiwa sasa ukitaka vizuri. Hapa Kumira maisha ni mazuri zaidi. Kila kamuliza who do you work for? Necessarily. Here's the deal. Hostages won't be able to say a thing that'll contradict Hakeem. Hell, if they do, Winston will tell them the story the way we want. That's why we planted him, just in case. Ah. So Winston killed that guard so he wouldn't tell a different story, huh? Slick. So you work for Hakeem, right? Wrong. Hakeem works for us. Yeah. Colonel Hakeem Ratino works for us. Mimi ndiye mdosi. Oh, mdosi wa nini? Akamwambia sikiza. Mimi ndiye CEO wa hii kampani. Taka uangalia hapa.
Na tukioga na wewe ujue niko na bunduki hapa, usijaribu kuleta unijanija. Unaona niko na bunduki. Hapana di guys, wewe leta hii digireo nija. Wewe unajua unaweza anza kuleta uamerikanija hapa. Mwambie hapana. Kamwambia sikiza. Wewe watu wanaweza kuamini juu umetokea kwa news sana. Nataka nikuambie kila kitu venye tunafanya. Mimi nataka kutajirika mara moja. Nipiganisha Amerika na Kumil. Amerika imefukuzwa hapa. Kwa hivyo ile kampani limewachwa likuwa langu. Mimi nimetajirika. Hiyo ndio ilikuwa deal. Mimi ndio nimekuwa nikipiganisha Amerika na Kumil. Ile Amerika ifukuzwa hapa, mimi nibaki hapa nichukue ile kampani. Unaona? Kwa hivyo sasa wewe nataka useme hivyo ndivyo kunaenda ati wanasio nataka kukuua. Hivyo ndivyo unataka uandike kwa magazeti. Makuruka fakamwambia okay, but nikikataa hivyo utaniua. Well, pot. Later on after we take over. But for now, a nice little videotape in which you say the CIA has been trying to kill you. But yeah, nataka tu uchukuliwe na video ukisema CIA imekuwa ikijaribu kukuua. What do you want, son? Badge? I'll give you a lot of money. Money, son? Money, nitakupatia pesa mingi sana. Bora tu uchukuliwe na video ukisema wana CIA wamekuwa wakijaribu kukuua. Money. Nitakupatia pesa mingi sana. Sasa Michael Dudikoff akamuuliza, if I say no, you kill me. Okay, now let me get this straight. Wacha tuongee ukweli. If I say no, nikikataa, you have me killed, right? Utaniua. Atilo doge na olidadi to kukuua lazima nitakuua. Na nikikubali utanipatia pesa na mamlaka na kila kitu je nataka. Fine for whatever. Ati nikikataa lazima uniue. Ukikataa na kuua, ukikubali pesa. No. Bas. Ya kianya modo, hatilo doge go na gadi ya kianya. Hata kama ni wewe unaweza fanya nini? Nikikataa utaniua, nikikubali utanipatia pesa. Bas. Kambo ndio. Mekurudi kwa kambo, basi sasa tuko pamoja. Nitaalisha watu wa press. Watu wa press wakuje uongee kwa video ukisema wana CIA wamekuwa wakijaribu kukuua. Na tuache kuongea kitu kidia. Hii kitu haikuangi mzuri sana ikaribia mdomo. Benjamin Brewster akamwambia, nataka kwanza uproof kuwa umejiunga na sisi. Juu sisi mishoni yetu ni kukosanisha Amerika na Kumil ili tuchukue ili kampani tuwe matajiri. Tukua matajiri tutakontrol hata serikali ya huku, tukitaka hata kugeuza serikali tunageuza. Akaambiwa ili kuproof umejiunga na sisi lazima uue huyu dem. Hiyo ni kuproof umejiunga na sisi. Umpige risasi umtambarize. Hiyo dem lazima nimuue. Kai sweetheart usiniue. Oh, anaita nani sweetheart? Yeah. Hii ni ndugu ya mtu. Hala? You know. Mekurudi kwa kampo sasa ili kuonyesha wewe umejiunga na hichi kikosi cha kukosanisha Kumil na Amerika ili kuachiwa ile kampani. Ndio tuweze kukontrol hata serikali ya Kumil. Ili kuoneshana umejiunga na sisi. Chukua ile bunduki. Piga huyu manze marasasi umtambarize once and for all. Au tu. Ndio. Sorry, Maya. Sorry, Maya. Nothing personal, right, Ben? Sina ubaya na sina kumuua tu. Muue. Tafadhali usiniue. Unajua ninakupenda. Michael Dudikoff. Afanye nini ila apige manze risasi? Michael Dudikoff. Akakok. Kisha akavuta trigger. Kumbe lile bunduki alikuwa limewekwa marasasi, ilikuwa ni kumjaribu. Good. Sasa nimeona tumepata rafiki. Ni kweli umejiunga na sisi. Na kwa nini hukuweka marisasi wewe? Kwa nini hukuweka marisasi ni uwe huyu dem mara moja? Kumwambia ilikuwa ni kukutega tuone kama kweli uko padi yetu. Lakini huyu dem lazima ahojiwe. Na wewe sasa nimeamini uko padi yetu kabisa. Lakini Michael Dudikoff mjinga, anajua hawa watu hawawezi subutu kumpatia bunduki yenye iko na marisasi. Wanajua yeye ni moto ya nyasi. Wabe, sisi ni magaidi sasa. Kuja kutajirika. Hebu pita kivande ni kuonesha venye watu wanakujaga hapa wanafanyiwa. Kama sio venye mduzi hajapatia mimi ruhusa, ningekuwa nimekutendea vitu hata kwa masikio na kwa macho na kwa mapua.
maskini manzi. Siku iliyoweza kufuata usubuhi na mapema, alfajiri, mwendo wa asubuhi na mapema kabisa. Alright. Michael Dudikoff ameshajua sasa kila kitu. Na mtazamaji, hiyo ndio ilikuwa deal. Hakim, Colonel Hakim wako pamoja na Lawrence, wako pamoja na Benjamin Brewster, na mishoni yao ni serikali ya Kumiri na Amerika zikosane. Zikikosana, serikali inyang'anywe hili kampani la mafuta. Wao, serikali ya Amerika inyang'anywe hili kampani la mafuta. Wao wabakie na hili kampani la mafuta na zile pesa zote zenye ziko kwa lile kampani. Unaona? Kisha huyu Colonel Hakim Ratino akitaka kugeuza serikali, juu sasa watakuwa na pesa za hili kampani yote, wanamsaidia tu anageuza serikali na kuwa president. President wa Kumiri hajui hii mishoni yote. Mwenye tu anajua ni Colonel Hakim na Jordan Brewster. Na hivyo walifaulu. Mwanzo serikali ya Amerika ilinyang'anywa hili kampani. Sasa kampani likabakia likuwa lake Benjamin Brewster. Hiyo ndio ilikuwa plani yao. Ndio sababu hata walikuwa wametuma huyu gaidi aende avamie branch moja na auwe watu. Hiyo tu ndio ilikuwa sababu. Hili kampani liwachwa mikononi mwake Benjamin Brewster, na kisha pesa zote zibakie zikuwa zake. Sasa alikuja kumtesa yule manzi. Nidwa manzi na yeye anafanya kazi hapa basi bila shaka pale na People's Liberation Force of Kumiri. Unaona? Ni kikosi ambacho kinaona hapa basi bila shaka pale nchi ipelekwe vizuri na watu kama vile basi akina Colonel Hakim Ratino. Naye Michael Dudikoff ashajua he's an American na hawezi akataka kuona basi nchi yake ikikosana na Kumiri kwa sababu ya mtu mmoja ambaye akona tamaa, Benjamin Brewster. Sasa alitoa kabangi, kabisha mlango. What do you want? Wewe, nakwenda wapi? Sina ubaya, tafuta kibiriti nivuta bangi. Ati kuvuta bangi? Unajua venye mimi napenda bangi? Alafu unasema unataka kuvuta bangi, bangi iko wapi? Si ndio hii bangi. Kumbe wewe ni mwenzangu Mimi naonaga bangi naanza kulia ndio hii kibiriti. Unavuta bangi na nani? Heri tu ningejua wewe, kumbe wewe ni nyogo. Mwingine ndio huyu. La. Patwa sip. Kisha kudungwa. Kufanya ngao. This time around Michael Dudikoff kwa na machungu mbaya mbovu. Ashajua kila kitu chengine kinaendelea raza zenye wezi. Huku manze anaendelea kutesa maskini na lili jitu. Lawrence anaendelea kumtesa maskini manze wetu. Manze wetu maskini anaendelea kutesa na lili jingine. Ulolo yeye ashalala maskini wa Mungu manze wetu. Anaendelea kusukumiwa mateso maskini manze wetu. Aisha. Wacha kuniuma. Aisha. Makosa. Joki. Unasema joki. Joki kini kitu gani? Weza kubali kwanza nikula sikukuu. Sikukuu gani? Unakula sikukuu ni kubaya sana. Kuna mambo ya kukula sikukuu. Sikukuu inakukula. Hakuna kukula sikukuu leo hii. Michael Dudikoff. Asante sana maradi tena pose kibisha. Hadi kwa maofisi headquarters sasa. Pole akaingia upande wa ndani leseni moja tena. Ya sekretari, wewe ni nani? Mimi ni mubaya. Aya Moragani, mimi ni muuaji. Kisha fasta sasa nikukopi document. Akaanza kucheki hapa basi kila kitu kimekuwa kiendelea. Ndipo aliweza kupata hapa basi information zote kuhusu ile kampani. Vinya hapa basi bila shaka pale Republic of Kumiri imecheck over ile kampani. Instead of Republic of Kumiri benefit, when you na benefit hapa basi ni watu wachache zaidi. Colonel Hakim Ratino wakiwa na Benjamin Brewster, pesa zote in dollars wamechukua wakaweka kwa akaunti yao, wakatake over ile kampani na kampani likaacha kuitwa la United States of America. Akakopi kila kitu.
wachache wenye tamaa ndio wamechukua lile kampani na ndio walikuwa wanapiganisha United States of America na nchi ya Comel. Information yote akakopi kwa flash disk. Asante sana. Kisha akaiweka kwa mfuko na akaamua kuchomoka. Maridadi. Jengine na yeye anaendelea tu kumtesa Manzi hapa basi pole pole. Ninua hiyo mishoni yenye ilikuwa inachezwa na Benjamin Brister wakiwa na Colonel Hakim Ratino. Ndio hapa basi bila shaka pale ilikuwa inasingizia akina Manzi People's Liberation Army Force kwa maana kwetu wao ndio wanaua watu. Kumbe akina Lawrence na akina Benjamin Brister ndio walikuwa wanahusika na mauaji ya watu wasio na hatia. Kisha wanasingizia wana People's Liberation Force, wana People's Liberation Army Force ya Comel. Na sasa Manzi alikuwa anahitaji sana kuprove kwa maana kwetu wao hawawaui watu ambao ni innocent. Hawamarizi watu innocent. Jingine na yeye anaendelea kumsukumia Manzi mateso. Kwanza this time round anataka kumnajisi. Makosa. Anataka kumfanyia Manzi tabia baya sana. Ulolo yaye. Na hivyo ndivyo aliweza kufanya. Mwanzo alianza kuvua Manzi sodoria na akaivua. Manzi haimagine akinajisiwa na jangili kama huyo. Jingine akaendelea na nia yake ya kufanya tabia mbaya. Akaendelea hapa basi na nia yake ya kufanya tabia mbaya. Hatimaye mpaka akaweza kumvua Manzi waruwaro. Check maneno. Kwanza kuna tabia mbaya sana tena zaidi. Mwanzo amepasua sodoria akatupa. Kisha akachukua chupi. Chupi ni waruwaro ni suruari. Akakata suruari. Tabia nyingine mbaya sana. Akakata suruari design kama hiyo na akaitupa. Manzi haamini atanajisiwa. Manzi haamini. Kisha akavuta ile bangi yake. Stara kama hiyo. Wololo yaye. Baada ya kuvuta ile bangi yake design kama hiyo, akaamua sasa kumnajisi Manzi live and direct. Huku akimsukumia mateso. Anataka kuchoma Manzi nyonyo ati ili joto iongezeke. Lakini right on time ndio kuingilia Michael Dudikoff. We, varai, sulisha juga na sisi ukatolia mudo. Kuja tukule mtu. Ulishajiunga na sisi. Shoguo, sawa? Si ulishajiunga na sisi. Kwa nini unataka kunipiga risasi badala ukuje tufanyie huyu Manzi tabia baya? Michael Dudikoff akamwambia never. You are a former CIA, Central Intelligence Agent. Na kisha unageuka na kuwa msaliti. Unapiganisha nchi yako na nchi nyingine. Wewe hata sitaki kukuua na marasasi, kuja mkono. We, niko jirai? Wewe, kuna hakika unaweza nipiga? Kamu. Hayai. Lawrence yeye hajai pigana na mtu akamuweza. Sasa haamini kuna mtu anamuweza. Na uchunga Michael Dudikoff, pia hili diga. Na kona daga yani. Pia hili jangili ya bara machizo. Huyu jangili Lawrence bara machizo. Michael Dudikoff. Haya, kapigwa moja majunguzi. He. Chunga sana Michael Dudikoff. Kata kidole. Kaye. Kata tumbo. Haya. Kata tena. Haya. Makosa. Jangili akatokwa na wazimu. Chunga Michael Dudikoff. Kiti. Chunga Michael Dudikoff. Haya. Hii ni kimoda. Wewe akona kitu ya sturu. Anataka kumaliza jamaa wetu. Chunga sana Michael. Akapatwa moja ya mgongo. Jangili akiwa na machungu mbaya mbovu. Patwa kifua. Maskini jamaa wetu. Jangili jitu limetokwa na wazimu sasa. Michael Dudikoff. Ukabamano wake beti kamatwa. Maskini Michael Dudikoff. Akaondoka. Asanta. Michael Dudikoff karibu apatwe dondi ya kilimo. Patu wengine na wewe. Michael tena wewe teke moja la kimataifa. Asante sana. Toka. Anagongwa sasa litaini ya mpira. Anagongwa kama mpira shasha. Pata dondi za mikono miwili. Pata dondi.
Asanta. Maridadi. Na puzi kibisha. Wow. Pukabawe. Gongeshwa machupa. Kisha alichukua kiti chunga Michael Dudikoff. Huyu jangili ni wazimu. Tokea machupa zika mwagika disene kama spia hadi kwa purutebo, lakini jangili alimgeuka Michael Dudikoff akamkamata cheki, kisha kaanza kumnyonga madondi kafu ayayaya, akamnyonga sasa live mbele ya manzi. Kwa naambia manzi, huyu ndiye msaidizi wako, huyu ndiye unagojea, unatarajia kusaidie hapa, kuna kazi. Maskini Michael Dudikoff chunga gongeshwa counter. Maskini Michael Dudikoff rushwa kwa miti ya pool. Kisha jangili akachukua shoka, akaamua sasa kumaliza jamaa wetu. Shoka sasa. Haya. Kichwa tu. Haya. Karibu kupasuliwa. Hapo ndipo Michael Dudikoff alicheka akaona hii ni cha serious, akachukua mti ya pool. Kichwa itaenda. Chukua mti ya pool. Kuchukua mti ya pool. Jangili kwenda kumaliza. Jamaa wetu akaitime. Akatafuta weak point pale hapa tumbo ni soft. Akatumbukiza. Guy. Tumbukiza kabisa. Guy, we. Tunaweza rudisha nyuma iwe hujaniduga. Tunaweza rudisha masaa nyuma iwe hujaniduga. Dunga kabisa. She didn't tell you about this one. Ukuona ukikufa? Shogua sawa. Turudisha nyuma kitu gani? Lawrence alidungwa na mti ya pool. Matumbo zikapasuliwa. Lawrence akawa ni kuisha maneno. Siangigi na yeye ndio huyu. Kamanzi ketu ni kwako. Funguliwa faster. Ala, manze ameteswa faster. Hana hata suruali. Pata we. Nikusaidia tena, unataka kunigonga kawe wako. Basi kamwambia jana ulikuwa unataka kunipiga risasi. Mikononi kamwambia mimi sio mjinga. Hakuna namna Benjamin Brister anaweza nipatia bunduki na akijuaga mimi ni moto akuotea mbali anipatie bunduki lenye liko na marasasi. Kai, unajua mimi sina hata suruali. Hiyo ni shida yako, kaa hivyo. Sio wewe tu hauna suruali, hata mademu wa Kitegera wanakaaga hivyo bila suruali. Ala. Wacha sasa naye Benjamin Brister apate watu wameuawa. Wacha hivyo, akaambiwa sasa kila kitu chenye unahitaji kiko hapa. Kuproof People's Liberation Army wako innocent, niko nayo hapa. Nishajua kila kitu chenye kinaendelea. Nishajua saliti ni nani. Wacha gaidi apate kuna copy. Motioke! Kujeni! Wow! Benjamin Brister amepata kila kitu, imetoroka kwa mitambo ya kompyuta. Akaita masoja. Michael Dudikoff sasa kumedhuka. Walinzi wameitwa. Nino walinzi wenye wako hapa mtazamaji ni walinzi wengi zaidi. Manza kamata bunduki. Kama namna gani? Anything that moves kill it. Sawa. Manza nakamwambia wewe. Mama wewe. Ukitaka tu unasema. Wewe ni mwanaume wa wanaume. Juu ya wanaume, mbele ya wanaume. Ndume la mandume, juu ya mandume, manze mbele ya mandume. Anytime you want it, just say it, I'm gonna give it to you. Majoka! Kidogo! Michael Dudikoff, Santa, wakiwa na manzi. Chain of Commander, iko hapa beshini kwenye kipindi cha Lala Salama. Benjamin Brister. Serikali ya United States of America ikakupatia kazi. Ukaletwa hapa na mshahara yako ni kubwa. Sasa unataka kunyang'anya serikali mali yake, kampani mzima na petroli unataka kunyang'anya serikali ya Amerika. That will never happen. Unasababisha mpaka watu innocent wakufe. Sasa aliita masoja, lakini sasa wamembeba hapa basi bila shaka para kama ya kuwa mateka ili kujikinga na yeye. Huko na usijaribu kutana. Msijaribu, mnajua mimi ndiye CEO. Msijaribu kajaribu. Na masoja wanakuingilia wengi. Masoja wa hapo pande wa Komel wanakuingilia kwa wingi, lakini wanaambiwa hapa basi wasijaribu hata kidogo. Hapa basi bila shaka para kufanya lolote. Manza kaambua nenda ugurumisha hapa basi bila shaka pare chopa. I said move it! Don't let them get away! Keep them on your mind!
make a deal here. It's not... You move or I'll blow your fucking head off. You understand? Leta kenyoriro nitakupiga marasasi. Maza kambo gurumisha hapa basi bila shaka para chopa tuhepe. Gurumisha chopa tuhepe. Oh, millions of dollars. Nitakupatia pesa mingi. Shut up. Staki pesa msaliti. Nyinyi mkajaribu kuleta kenyoriro na uwa mdozi wenyu. Hii ilikuwa inaenda namna gani? Tuseme tu hii kitu ni kama tukutuku. Hata tukutuku kawe na goma. Unawezaje sema hii kitu ni kama tukutuku? Ulisema unajua kuendesha chopa. Hii kitu ni kama tukutuku. Hata tukutuku. Na hudi atatupeleka. Ndio atatupeleka tu. Kitu ni kama ile ingine tu. Ushaendesha chopa. Sijawahi lakini najua kuendesha gari ya waya. Ati gari ya waya. Wakati mduzi aliona kweli chopa ni kwenda linaenda juu, akaambia masoja wake muweni, nimewapatia oda. Tumia, unawapatia oda kuwa kama nani. Wakaanza mashambulizi. Michael Dudikoff kushambulia sasa. Mduzi amesema Michael Dudikoff amalizo, lakini Michael Dudikoff na yeye ni kushambulia akitumia zinga mbili sasa. Michael Dudikoff upande mwingine manza anamwambia kuna kujua bana. Wanakuja upande mwingine majingine. Hawamuoni chini kwa chini. Anawanyeshia marasasi. Asanta Michael Dudikoff chini kwa chini anawanyeshia marasasi design kama hiyo shasha. Maridadi change magazine. Ukumanza anamwambia afanye speedi. Akacheke kona ili kusimamisha hawa watu. Alipue hapa basi truck la petroli. Ili lilipue ara za nyawezi. Mpaka masoja wengine wenye wanafikiria kumkaribia wasikaribie. Akaripua design kama hiyo. Asante sana. Akalilipua hapa bishi stara kama hiyo. Masoja wenye walikuwa wanakaribia na wenye ambao walikuwa majangbaria, wenye walikuwa wanakaribia na wenye walikuwa wanajongelea. Wote basi wakamaliza stara kama hiyo na kisha jamaa wetu wakaweka kinga. Wasije hapa basi wakawapata kabla lile chopa arajapa juu angani. Manze akiwa ndiye huyo basi sasa kuliendesha lile chopa. Mtu yote ambaye amewahi endesha tuktuk ni rahisi sana kwake kuendesha chopa. Especially kama unajua kuendesha gari ya waya, inakuwa ni rahisi sasa tena zaidi. Kama ushaendesha gari ya waya, inakuwa ni rahisi sana sasa tena zaidi kuendesha chopa. Sasa manzi jua alikuwa ashaendesha tuktuk na najua kuendesha gari la waya, ikawa ni rahisi sana kuendesha hapa basi bila shaka para lile chopa. Chopa rekapa juu angani stara kama hiyo, huku Michael Dudikoff akona evidence ya kuonesha hapa basi what happened. Unaona? Hii evidence ni kopi moja ipelekewe president wa Comel, ingine ipelekewe hapa basi serikali hapa basi bila shaka pale ya United States of America. Ili ya kwanza serikali ya United States of America iwache kuwaekea wana People's Liberation Army of Comel wanted. Mwanzo serikali ya People's Liberation Army of Comel ilikuwa imewekewa wanted na serikali ya United States of America. Kwa hivyo ile kopi moja ya evidence itapelekwa United States of America ili hapa basi kwanza wana People's Liberation Army waweze hapa basi kusamehewa makosa yenye walikuwa wanasingiziwa hapa basi bila shaka pale, na waweza kusikizana na kikosi ama na United States of America. Pia vile vile kuwe na uhusiano mzuri baina hapa basi bila shaka pale ya United States of America na nchi ya Comel. Mbali na hivyo majingine kama vile hapa basi bila shaka pale Benjamin Brisa sasa ni apelekwe United States of America, achukuliwe mara moja na apelekwe Hega maridadi, na kisha hatimaye watu kama vile hapa basi bila shaka pale Jordan Brista ama Colonel Hakim Ratino waweza kuchukuliwa hatua. All the same, uhusiano sasa utarudi vizuri baina ya Comel hapa basi bila shaka pale na United States of America. Haraka naye Michael Dudikoff ameangukia kamrembo, akapeleka United States of America wakakae together. Huku akiangukia kamrembo stara kama yuko akapeleka United States of America, hari kurudi nomo kwa lile kampani na kadhalika na mambo zingine zikifanyika hapa bishana Mark Cheki. Naona hapa basi na repeater tu Chain of Commander Part 1. Chain of Commander Part 1 ni mwisho. Usikose kujionea pia Chain of Commander